Hivi Bazili kwa nini ananichukia mimi? Au kosa langu ni kumuulizia Husna? Lakini sio issue sana. Yule atakuwa anampenda sana Husna. Sasa mimi cha kufanya nimpatanishe na Husna ili mwanangu awe sawa. Mimi yule ndugu yangu siwezi kumuona anapata tabu namna ile, afu mimi eti niwe sawa. Inakuwaje? Ngoja nikaongea na Bazili ili niweze kumkutanisha na Husna wapatane. Hicho ndo cha msingi. Inawezekana akawa na furaha ndugu yangu. Ngoja nikifanya hichi tuone itakuwaje. Ukweli bwana Chiba, mimi nikuchane tu ukweli, kwa sababu siku zote ukweli umweka mtu huru. Najua wazi unaona ni jinsi gani ninavyopitia changamoto. Nimekuwa sieleweki. Vijio vyangu ni hivyo, nimejitenga peke yangu, mara nipo huku, mara nipo huku. Nipo tu. Lakini nimeona sina mtu mwingine yeyote wa kumwelezea zaidi yako. Wewe ndio mshikaji wangu. Chiba the dog. Husna changanya sana. Husna ni mwanamke ambaye kiukweli mimi nampenda. Na sijaona mtu mwingine wa kumwelezea na anaweza kunisaidia zaidi yako. Hivi nimekufikishia hizi taarifa angalau labda uweze kuongea naye kidogo, na mimi nirudi kama mwanzo, niwe na amani. Chiba, Bazili, usijali, mimi tumetoka mbali sana.
siwezi kukutupa kukuacha kwenye tatizo dogo kama hili. Yaani hicho kipindi ambacho nakipitia, na mimi pia najisikia vibaya kama unavyojisikia, naumia kama unavyosikia. Swala la kukutana wewe na Husna, mimi nishaliwaza before, na imani wewe dawa yako ya kufanya uwe sawa ni Husna. Kwa maana leo hii nimekuja hapa kazini, nimekuja hapa kwa maana niongee na wewe ili niweze kukutanisha wewe na Husna, malize matatizo yenu. Imefika wakati Bazili mimi naye tuko sawa. Sababu ya yote ni Husna, sababu ya hiyo swala kwamba mimi tunauchukiana, tunamaingiana Bazili ni Husna. Nashukuru Mungu umeweza kuniambia ukweli kwamba wewe unampenda Husna na unahitaji kumaliza matatizo yako wewe na Husna. Nikuahidi kwamba ndugu yangu, Husna mimi namuweza, yaani namuweza vizuri sana. Inawezekana kesho ili tatizo likaisha. Mguu wangu unaotoka hapa naenda moja kwa moja kwa Husna. Nitaongea na Husna, naamini atanielewa tu, atanielewa vizuri sana, ili tuweze kuua hili tatizo. Bazili, wewe ni ndugu yangu, tena ni zaidi ya ndugu. Siwezi kuona unapata tabu nikakaa nikafurahi. Tatizo lako wewe, tatizo langu mimi, tatizo langu mimi, tatizo lako wewe. Wewe usio na wasiwasi wote, kesho mimi nitakukutanisha wewe na Husna. Hilo limeisha mimi. Asante sana bwana Kiba. Mimi chakulipa sina ndugu yako. Mimi niseme nitakushukuru sana endapo ukaweza kuongea na Husna akakuelewa. Najua Husna alimkosea sana, ila naahidi kwamba sitokubali yale yajirudie. Kama utafanikiwa kuongea na Husna akakuelewa na ukamleta, aisee rafiki yangu, nitakuombea kwa Mwenyezi Mungu uishi maisha marefu sana. Sio na wasiwasi na mimi. Mimi niko pamoja na wewe. Nitafanya nifanyavyo yote, lakini siwezi kukutupa wewe. Tumetoka mbali sana. Kweli. Tumepambana sana mimi na wewe. Tatizo hili liweze kututenganisha mimi na wewe. Tena issue ni mtoto wa kike. Bazili, si wanaume, hatupaswi kugombana kisa mtoto wa kike. Kinachowezekana kusaidiana, tunasaidiana. Hiyo issue ndogo sana kwangu. Mimi nakuahidi nitakusaidia. Ongea vitu vya maana. Vitu vya utoto mimi kabisa sitaki. Maana nakuelewa. Sawa. Ndio nakwambia hivi.
Azili mwanangu. Kwa Chiba. Mimi nadhani hapa sina mambo mengi sana ya kuzungumza. Yeah. Usio. Ndio Azili hapa. Ili uweze kuongea naye. Na mmalize matatizo yako. Nimeongea naye mshikaji. Yuko tayari ya kuongea na kuomba radhi kile ambacho ndio maana mpaka sasa hizi tuko hapa. Mimi na imani tutamsikiliza, tutasameheana. Sisi binadamu kukosea ni kawaida, sisi tumeumbwa kukosea. Ndio basi, kila la heri kwenye maongezi yenu. Usiangushe ndugu yangu, ni familia yangu. Tunaenda baadaye tutasoma. Chiba. Wewe Chiba. Ni akili kweli? Usina. Samahani. Najua nitakufanya. Kuna mengi sana nimekukosea. Ila nimekuja kiubinadamu tuweze kuyamaliza. Mimi ni binadamu nakosea. Hivyo nimetambua makosa yangu, ndio maana niko hapa. Mimi nimekuja Usina tuyajenge. Nimekosea ndio, nimekuja kuomba msamaha. Usina, mimi nzio bado nakupenda. Na nahitaji pia kuwa na wewe. Siwezi kuishi bila wewe. Uwepo wako ni muhimu sana katika maisha yangu. Nakuomba please. Umemaliza? Yeah. Umetoka kote huko umekuja kuzungumzia huo utumbo tu hapo, si ndio? Yaani umetoka kote huko umehangaika. Kwa hiyo hicho ndio kilichokuleta hapa. Unajichambua wewe? Unajielewa kweli wewe? Kichwa chako hiko kina maarifa hata kidogo? Yaani umejisikia ulipokuwa unazungumza? Umejisikia? Au labda umejisikia kidogo ulichokuwa unasema au unazungumza? Hivi wewe, wakati mimi kipindi mimi nakufuata wewe na hasa unahangaika, wewe ulikuwa unanichukuliaje? Au ulikuwa unanionaje? Yaani wewe jinsi ulipokuwa unaniona mimi ulikuwa unanionaje? Nakuuliza wewe ulikuwa unanionaje? Nikuulize swali. Unaweza ukanijibu? Bila shaka. Asilimia zote 100 unanijibu. Una uhakika? Haya, ni kipi kilichobadilika kati ya sasa hivi na mara ya kwanza? Ni kipi unachokiona mimi kwangu kimebadilika mpaka kilichokutoa huko kuja hapa? Unajibu. Cha kusema wewe huna kabisa, yaani cha kuzungumza mimi naona wewe huna. Sasa nikwambie, haujanishawishi. Yaani mimi sijawashika hata kidogo, yaani hata hivi. Yaani sijashawishika, nikwambie tu. Yaani kama ulikuwa unanipigia kelele mimi kwenye masikio yako. Kwa taarifa yako kama ulikuwa hujui. Yaani mimi kelele tu ndio nilikuwa nazisikia. Mimi nimekuja kuomba msamaha sio kwa lengo baya. Cha kwanza nimejifunza vingi. Alafu cha pili nimetambua makosa yangu. Hivyo nikaona sio vyema nikakaa na makosa ambayo yananiumiza. Nikakaa nayo ingawa wewe bado upo. Na naweza nikakwambia pia ukanielewa. Kwa nini nikae nawe endelee kuniumiza? Mimi nahitaji kuwa na wewe na nikuahidi kitu kwamba sitokubali yale makosa ya mwanzo yajirudie. Niamini please. Naomba uniamini. Naomba tafadhali.
Please, nakuomba sitoyarudia yale. Mimi nakupenda, sitoyarudia, niamini.